Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa ba'd. Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingania dini wakati wa hija. Baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupewa amri ya kutangaza Uislamu kwa wazi, alitumia kila fursa katika kufikisha ujumbe wa Allah kwa watu. Alianza na jamaa zake wa karibu. Makuraishi walisilimu wachache na wengine wao wakawa maadui wakubwa dhidi yake na Uislamu. Pamoja na upinzani mkubwa uliokuwepo, Mtume na Waislamu hawakukata tamaa, bali walijaribu kutumia kila fursa iliyopatikana ili kufikisha ujumbe wa Uislamu kila ambaye haujamfikia na kuendelea kuwalingania wale uliowafikia lakini hawajaukubali. Katika kutumia fursa, Mtume aliamua kutumia msimu wa hija kufikisha ujumbe wa Uislamu kwa watu waliokuwa wakiishi mbali na Maka. Tukumbuke kuwa ibada ya hija pamoja na kupotosha mafundisho yake ilikuwa ni tamaduni ya Waarabu uliodumu tangu wakati wa Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, pale alipoamrishwa waadhin fi nnasi bilhajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Hata hivyo, Makuraishi hawakumwachia Mtume fursa hii. Wakuu wa Makuraishi walikutana katika Darun Nadwa katika kuweka mikakati ya kuwazuia wageni ambao ni mahujaji kukutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliamua kutuma wajumbe wasimame katika kila njia ili kuwatahadharisha wageni kuwa mabwana wa Kikuraishi wametutuma kuwaambia kwamba kule Maka kuna mtu anayeitwa kwa jina la Muhammadi ambaye amezua dini mpya ambao wao hawaikiri kuwa ni dini, na mtu huyo kapewa ufasaha wa kuzungumza usiokuwa na mfano. Humvuta mtu kwenye dini yake kiasi cha kumsikiliza tu. Basi Makuraishi wanakutahadharisheni kumsogelea licha ya kusikiliza maneno yake. Akitaka kukusemesheni msimsikilize, akitaka kukusemesheni mfukuzeni na zibeni masikio yenu. Lau kwamba hayo anayoyasema yangekuwa kweli, wao wangelikuwa wa kwanza kumfuata, kwani wao wanamjua zaidi kuliko nini. Kila mahujaji walipokuja, Mtume alichukua fursa ile na kuingia kila hema la kila kabila, lakini hakupata mapokezi mazuri kutokana na ile ilani iliyotangulizwa na wajumbe wa Makuraishi. Kila alipojaribu kuzungumza nao walimpuuza, kila akisema humzomea, hufinika nguo usoni na kuziba masikio yao ili wasimuone wala kumsikia, ili wasitekwe na maneno yenye mvuto na uchawi. Na anapofika mwisho wa maneno yake humwambia, jamaa zako wanakujua zaidi nao hawakukufata, basi hii ni alama kubwa ya kuwa wewe ni mwongo, wala sisi hatutaacha dini ya wazee wetu kwa ajili yako. Abdul Muttalib, mbone hakuwaambia watu kuwa dini hii ya wazee ni ya uongo? Ingelikuwa kweli Allah anataka kuleta mtume, basi angelipewa Walid bin Mughira bwana wa Makuraishi wote, au angelipewa Urwa bwana wa Bani Thaqifu wote. Ungefikiri angekuleta wewe yatima wa Abdul Muttalib? Pamoja na mikakati hiyo ya makafiri wa Maka ya kuwazuia watu wasiingie katika dini ya Allah, walitokea watu ambao hawakutosheka na ile mikakati ya Makuraishi, bali waliamua kumsikiliza Mtume na kujionea wenyewe ukweli wa mambo. Katika mwezi wa Rajab mwaka wa 11 sawa na Oktoba mwaka 620, walikuja kuhiji watu 6 kutoka Yathrib Madina katika kabila la Khazraj. Yathrib wakati huo ilikuwa ikikaliwa na Mayahudi na makabila mawili ya Waarabu ambayo ni Ausi na Khazraj. Makabila ya Ausi na Khazraj yalihasimiana na yalikuwa katika vita baina yao ya muda mrefu. Kwa bahati nzuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita Jamaratul Akaba katika mji wa Mina, akakutana na hao watu 6 wa Yathrib. Baada ya Mtume kuwafikishia ujumbe wa Uislamu na baada ya kuwajibu maswali yao walioyauliza, wale watu 6 walisilimu wote na wakamwahidi Mtume kuwa watajaribu wawezavyo kufikisha ujumbe wa Uislamu kwa wenzao wa Yathrib.
walitekeleza ahadi yao na watu wengi wa Yathribe walisilimu.